Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ndugu yangu, nakukaribisha tena katika muda wetu huu wa kukumbushana yale ambayo yanahusiana na ibada hii ya saum, na hasa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu yangu, tunatambua wazi kwamba muumini ana matamanio mengi sana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Yaani kwa maana kuna yule ambaye kuyapo yale ambayo anayatamani kwamba ndani ya mwezi huu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu angenisamehe madhambi yangu yote. Ndani ya mwezi huu wa Ramadhani nitoe sadaka kwa wingi. Kuna matamanio mengi ambayo anayatamani mtu katika nafsi yake, matamanio yaliyokuwa mazuri. Lakini ndani ya mwezi huu kuna lile ambalo lilokuwa bora zaidi la kulitamania kila mmoja wetu, nalo ni kutamani kuupata usiku wa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasimulia, anasema dakhala Ramadhan, umeingia mwezi wa Ramadhani. Yani kwa maana mwezi wa Ramadhani umekwisha ingia. Baada ya kuingia mwezi wa Ramadhani, faqala Rasulullah, akasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani ziwe juu yake, akasema inna hadha shahr, hakika mwezi huu qad hadarakum, umekwisha kufikieni. Wa fihi lailatun, na ndani ya mwezi huu kuna usiku, khairun min alfi shahr, usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Man hurrimaha, atakayenyimwa usiku huo, faqad hurrima alkhairu kulluhu, basi kwa hakika amenyimwa khairi zote. Wala yuhramu khairuha illa mahrumun, na hakuna anayenyimwa khairi za usiku huo isipokuwa mtu huyu amenyimwa, yani amenyimwa kiukamilifu. Kwa maana ni mtu ambaye aliyekosa. Kama ni kukosa, huyu ana fungu la kukosa. Ndugu yangu, mwezi wa Ramadhani unapokuwa umeingia, tukalianza 10 la kwanza, tumemaliza 10 la pili, walilahi alhamdu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunapoingia 10 la tatu, ndiyo 10 ambalo unapatikana usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao ameuzungumzia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr. Wama adraka ma Lailatul Qadr, na ni nini kitakachokujulisha wewe ni nini huo usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, huteremka malaika na malaika Jibril ndani ya usiku huo, biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao. Salamun hiya hatta matla'il fajr, usiku huo huwa na amani, huwa ni usiku tulivu mpaka inapochomoza alfajiri. Kwa hiyo usiku wa Lailatul Qadri ndio usiku ambao imeteremshwa Qur'ani. Qur'ani iliteremshwa ndani ya usiku huo. Na usiku huo, ndugu yangu, kama Mtume alivyosema, ni usiku ambao khairun min alfi shahr. Lakini pia na Allah amesema hivyo hivyo, Lailatul Qadr khairun min alfi shahr, usiku wenye cheo ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Yani kwa maana mtu atakayefanikiwa kufanya ibada ndani ya usiku huo,
ibada yake hiyo ni bora zaidi kuliko ibada itakayofanywa ndani ya miezi 1000. Miezi 1000 ndugu yangu ni takriban miaka 82, 83. Kwa hiyo wewe umesimama usiku mmoja ukafanya ibada, unamzidi yule ambaye kafanya ibada ndani ya miaka 82, miaka 83. Ndugu yangu, tukienda haraka haraka, miaka 82, tuchukue miaka 82. Miaka 82 mtu akajaliwa kuifikisha hiyo, sio miaka yote hiyo 82 atafanya ibada. Kuna miaka 15 ya baleghe, hajabaleghe bado, yupo chini ya baleghe, miaka 15, 14. Anapoingia baleghe mwaka wa 15, ibada yake inaanza ya kusuasua. 16, 17, anaweza akafika mpaka 20, hivyo hivyo ibada yake ya kusuasua. Kama ni kuswali anaswali leo, kesho anaacha. Kama ni katika maarufu anafanya leo, kesho anaacha. Ibada yake ni ya kusuasua. Anafikisha miaka 30, wengine anafika mpaka miaka 40. Akishafika 40, halafu akaona kwamba miaka 40 sasa ndio utu uzima unaanza kuingia na dalili za utu uzima zinaanza kuonekana, basi hapo ndo anaanza kufanya jitihada katika ibada yake. Miaka 40. Sasa miaka 40 na ibada yake atakayoifanya hiyo kuanzia 40, bado tunajua kwamba sisi ni wapungufu, tuna mapungufu mengi. Tunafanya ibada, tunaswali, swala zetu hizo hizo ndani yake kuna mambo mengi. Mtu anaswali hali ya kuwa anawaza biashara, anaswali ofisi yote iko kichwani, anaswali anawaza nyumbani, shamba liko kichwani, yupo kwenye swala hapo. Kwa hiyo ibada yake bado imekuwa ni ya wasiwasi. Anakuja anafika miaka 60, tayari udhaifu umeshamfika, hata kurukuu hawezi, anakaa kwenye kiti. Kwa hiyo ibada zake anazifanya ndani ya 60 kwenda mbele, yani zikiwa hazina ule ukamilifu wa moja kwa moja. Sasa mtu anayesimama siku moja tu akaupata usiku wa Lailatul Qadr, ibada yake atakayoifanya ndani ya usiku hiyo ni bora zaidi kuliko mtu aliyefanya miaka 82, 83. Ndugu yangu, hii ni kheri kubwa kabisa ambayo inayopatikana ndani ya usiku huo. Na ndio maana Mtume akasema, man hurrimaha, atakayenyimwa usiku huo akaacha kujibidisha na kuupata huo usiku, fakad hurrima alkhairu kulluhu, kwa hakika amenyimwa kheri zote. Kheri zote amenyimwa mtu huyu. Wala yuhramu khairuha, na hakuna anayenyimwa kheri zake illa mahrum, kwa hakika mtu huyu amenyimwa kikamilifu. Kwa hiyo ndugu yangu, ndani ya 10 hili tulilonalo, 10 la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani, kuna usiku huu wa Lailatul Qadri. Tujipinde ndugu yangu, tujipinde kwa ajili ya kuutafuta usiku huu. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku wote ndani ya haya masiku 10, kwa maana masiku yote 10 haya alikuwa akihuisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi na wewe tujipange, hata kwa uchache tu, sio ukasimama usiku wote. Kwa uchache tu, simama usiku ukaswali rakaa zako kadhaa, ukasoma Qur'ani yako mistari kadhaa, sura kadhaa, ukamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hata kwa uchache tu. Hayo utakayoyafanya ndugu yangu, na ukabahatika ukaupata usiku huo, basi tambua kwamba kwa hakika umepewa kheri zote. Na kinyume chake, ukishindwa kuupata usiku huo, kwa hakika umenyimwa kheri zote. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaofikia usiku huo wa Lailatul Qadr, usiku ambao ni bora zaidi ibada yake kuliko ibada inayofanywa ndani ya miezi 1000 au miaka 82 au 83 takriban. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa jazakumullahu khair.